Karibuni watazamaji wetu na wale ambao Mungu ametupa neema ya kuwepo tena katika kipindi hiki cha Pasaka, majira ya Pasaka, ambayo tunakumbuka kufa na kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo pale msalabani miaka zaidi ya 2000 iliyopita, na zaidi tukikumbuka ushindi ambao Mungu alitupatia kupitia Yesu Kristo wakati ule wa Pasaka ya Kiyahudi. Manake ilikuwa ni majira ya Pasaka ya Kiyahudi ambayo katika historia ya kanisa, katika Biblia, soma katika kitabu cha Kutoka, katika mapigo 10 ambayo Mungu aliwapiga wa Misri, pigo la mwisho ambalo lilikuwa la kuua kwa wazaliwa wa kwanza wote wa Misri na wanyama wao. Wana wa Israeli walipona baada ya kuchinja mwana kondoo na kupaka kwenye mimo ya milango yao. Hiyo ndio ilikuwa safari ya mwanzo wa Pasaka. Manake ule ukombozi walioupata wana wa Israeli ambao waliwasaidia kutoka katika nchi ya Misri, ndio majira yale yale ambayo Mungu aliyatumia kumtoa mwanadamu kutoka katika utumwa wa dhambi kumpeleka kwenye uhuru kamili. Na huo ukombozi ulipatikana baada ya mateso makali ambayo wengi wameshuhudia. Maneno ya Mungu yamepita maeneo tofauti tofauti kipindi cha juma la mateso, na hata katika ibada za Ijumaa Kuu watu wameambiwa mengi juu ya mateso aliyopitia Bwana Yesu, makali kabisa, ambayo yote aliteseka ili kumweka huru mwanadamu. Na zaidi, Pasaka yetu ni pale ambapo ushindi mkubwa ulipatikana Yesu alipofufuka. Pale ndipo ulikuwa mwanzo wa safari yetu ya imani ya Kikristo ambayo ilizaliwa upya baada ya ushindi mkubwa ambao Yesu alitupatia. Kwa hiyo Pasaka kwetu tunahesabu kama ni ushindi. Ushindi katika mpango wa Mungu wa kumkomboa mwanadamu ambao Mungu aliuanza tangu anguko la Adam. Tangu anguko la Adam, Mungu alikuwa anatafuta njia ambayo itamfanya mwanadamu arudie mahali pake alipopaacha baada ya anguko lile, baada ya kuasi. Alitumia njia nyingi, akatengeneza kizazi kile cha taifa la Israeli ili kupitia kizazi kile Yesu Kristo azaliwe, na ambaye ndiye atakuwa mkombozi au mtimizaji wa ndoto ya Mungu ya kumpatia wokovu mwanadamu. Kwa sasa hivi tunamshukuru Mungu kwamba kwa neema kuu tunapoendelea kusherehekea sikukuu ya Pasaka tunakumbuka ushindi huo. Naishi katika kipindi cha neema ambacho ukimwamini Yesu Kristo unaipata hiyo neema na kuingizwa kwenye agano jipya ambalo linapatikana kwa njia ya damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo wote watazamaji na wasikilizaji, Roma, Mungu asikupite. Hii neema imekuja bure kwetu. Wenzetu Wayahudi waliisubiri kwa miaka mingi, lakini wengi hawakuipata. Sisi wa agano jipya, sisi wa Kristo na wengine ambao tumepata neema hii, kipindi hiki cha Pasaka ikufundishe kitu. Kaa vizuri na kupokea vizuri wokovu ambao Yesu alituletea kwa neema tu, na zaidi tulio mbali na taifa la Israeli ambao ukombozi huu Yesu aliuleta kwa mataifa yote. Sisi tunahitaji kumwangalia Mungu zaidi. Kusema asante tunaposhangilia, tunaposherehekea, tunaporukaruka, tunapokula, lakini kikubwa kumbuke wokovu wetu. Kumbuke na yale ambayo Mungu aliyakusudia kwa ajili ya kutuleta kwa Mungu zaidi. Manake tuache dhambi tunapomwamini Yesu Kristo, tuache dhambi, tujiandae kwa ajili ya ujio wa Yesu Kristo mara ya pili atakapokuja kulichukua kanisa lake. Uwe miongoni
mwa wale waliomwamini na walioyaishi maisha ya Kristo na wale ambao watamsubiri Yesu atakaporudi na mawingu. Mungu akubariki mtu wa Mungu. Sherehe njema tunawatakia, na tuendelee kumwamini Yesu na kumtangaza. Maana tuna kazi ya kumtangaza kwa mataifa ili wapate neema na kumwamini na kumpokea. Amen. Asante sana.